Filamu inaanza ikionyesha ni siku tu ya kawaida ambapo dereva anapita na kukaguliwa quarantine zone. Baada ya ukaguzi, safari inaendelea. Njiani anapoteza umakini kwa kutafuta simu yake na anajikuta akigonga mnyama barabarani, lakini anapotezea na kuondoka. Mnyama huyo aliyekuwa amekufa anafufuka na kuanza kuonyesha tabia zisizo za kawaida. Train to Busan, filamu ya mwaka 2016, kwangu katika zile filamu kali za kizombi, hii inaingia namba 1. Karibu, mimi naitwa Neema Mohamed, usiache kusubscribe, ku like, share na kuacha comment yako. Na pia naambia filamu gani ungependa nikufafanulie zaidi. Huko Seoul, Suk-woo, baba aliyechana na mke wake, anajishughulisha sana na kazi. Anaporudi kutoka kazini, anapigiwa na aliyekuwa mke wake akipewa lawama nyingi kutokana na mtoto wao. Mama huyo akimtaka binti yake ama mtoto wake apelekwe kwake. Suane siku hiyo ni siku yake ya kuzaliwa, lakini baba yake yupo busy sana na kazi mpaka anajisahau kama zawadi aliyokuja nayo tayari alishampa siku ya watoto duniani. Alipomuuliza anataka nini mtoto wake, mtoto anamwambia kwamba anataka kwenda kwa mama yake siku ya pili yake na hana haja ya kumpeleka, mtoto ataenda mwenyewe. Mama yake na Suk-woo anamshawishi mwanaye ampeleke mjukuu wake kwa mama yake na afanye maongezi mazuri na aliyekuwa mke wake. Siku inayofuata safari inaanza alfajiri na mapema kuelekea kituo cha train. Wakiwa njiani wanapishana na gari za polisi, za fire pamoja na ambulance zikiwa zinawahi sehemu. Suk anashangazwa na hilo lakini halitilia akilini, anaona ni jambo la kawaida. Wanaingia kwenye treni ya mwendokasi KTX 101 kuelekea Busan. Ndani ya treni pia wapo Sang-hwa pamoja na mke wake mjamzito Song-kyung. Yupo pia Yoon-suk. Katika filamu hii amecheza kama mtu binafsi sana. Timu ya wanafunzi wa baseball akiwemo Yoon-guk na mpenzi wake Jine, wamama wawili In-gil na Jong-gil pamoja na mwanaume ambaye ni kama amechanganyikiwa, ni mwanaume asiye na makazi. Hawa niliokutajia ndio wahusika wakuu kwenye filamu hii. Sekunde chache kabla ya treni kuondoka, mwanamke aliyejeruhiwa vibaya anaingia kwenye treni bila kuonekana na mtu yoyote na kujificha ndani ya treni hiyo akiwa na maumivu makali sana. Na safari inaanza ya treni hiyo, huku ndani akianza kufanya mabadiliko. Baada ya mwendo, mhudumu wa treni anamwona binti akiwa ameanguka chini, anamwamsha bila ya kuitikiwa, anampigia kondakta mwenzie kuomba msaada. Wakati huo Suwani yupo chooni na baba yake aliyekuwa amesinzia anapigiwa simu inayompa taarifa mbaya kuhusu maambukizi, huku taarifa za habari zikionyesha maambukizi yanaendelea kwa kasi, na mhudumu mmoja pita pembeni yake akiwa anapewa taarifa ya habari ya mgonjwa ndani ya treni. Suku anapata wasiwasi, anainuka kwenda kumtafuta mtoto wake, na kule kwa yule mhudumu mwingine, yule mgonjwa aliyeanguka chini anainuka na kumshambulia na kuanza kumng'ata. Behewa la kwanza kushambuliwa linakuwa ni hilo ambalo wanafunzi wengi wamo. Watu hawajui nini kinaendelea, lakini katika kuangalia mshike wanaona anayetafunwa na yeye anabadilika na kuanza kutafuna wengine. Kondakta mwingine anafika na kuona hali hile, anajaribu kutoa taarifa kwa dereva, lakini kelele ni nyingi, watu ni kimbizana humo ndani. Suk-woo akiwa anamtafuta binti yake anaona watu wanakimbizana, na hapo zombi wanaanza kuwasogelea. Binti yake aliyekuwa nyuma yake anamuona baba yake na kumwita. Baba yake anamkimbilia, anambeba na kuanza kukimbia. Huko Sang-hwa anaona watu wakikimbia, kelele nyingi, anamuita mkewe Song-kyung atoke chooni, na hapo mke wake anatoka akiwa na jazba, lakini wanaona kuna mtu mwanaume amemvamia mwanamke. Mkewe anamjaribu kumwambia amsaidie, lakini anaona yule mwanamke aliyevamiwa na yeye anaanza kubadilika na kuwa zombie. Katikati ya mshike huo, Suk-woo na binti yake wanapata njia na kukimbia, na mtu na mkewe pia wanaanza kukimbia. Wanafika katika behewa. Suk-woo anaingia, lakini anashawishiwa kufunga mlango na wenzie ndani ya behewa hilo kabla ya Sang-hwa na mkewe kuingia, lakini Suwan anamwambia kuwa hao anawafahamu, hivyo baada ya kuwafungia anawafungulia na wanaingia ndani. Walionusurika wote wakiwa kwenye behewa moja, huku makundi ya mazombi yakibaki yamekwama upande mwingine. Dereva anawapa taarifa kuwa treni inapita Chonan, haitasimama na kuelekea Daejeon. Yani walitakiwa wasimame Chonan, lakini treni inaelekea moja kwa moja mpaka Daejeon. Baada ya dereva kuwapa taarifa hiyo, wanampigia simu na kumwambia kuwa asimame, lakini anawaambia hiyo ni taarifa, na huko anapoenda Daejeon kuna usalama, kutakuwa na jeshi ambalo watapokelewa na kuwekwa karantini. Wakati huo kila mtu anampigia simu na kupokea simu, kupigia familia zao. Suku anapigia mama yake ambaye kwa taarifa mbaya anagundua mama yake naye tayari ameshaambukizwa, kwani mabadiliko anayasikia katika sauti yake ni kwenye simu. Wakaendelea kwenye simu, taarifa imezidi kusambaa. Taarifa kwenye TV zinaelezea kuwa ugonjwa huo umeingia kwenye miji mingi sana mikubwa.
Hivyo wanaamua kufanya mpango wa kuondoka kwenye behewa hilo ambalo lipo karibu na behewa la mazombi na kwenda behewa lingine, ambapo huko Suku anawasiliana na mtu katika kampuni yake ili aje amchukue, hataki kukaa karantini akifika Daejeon. Walipofika Daejeon na kushuka, kituo kipo kimya sana, watu wanaelekea walipoambiwa kutakuwa na wanajeshi, huku Suku na mtoto wake wanapitia njia nyingine ili kwenda kwa yule aliyempigia waje wafuate. Lakini yule mtu ambaye hana makazi, mchafu anamfuata na kumwambia Suku kuwa alimsikia akiongea na simu na yeye anamfuata huko atakapopokelewa na yeye anataka kwenda. Suku anajaribu kumzuia, lakini anagundua kuwa hata hiyo sehemu sio salama tena, kwa maana kuna mwanajeshi mmoja ambaye anang'atwa mbele zao, huku Suku akiwa amepokea simu ya Kim akimwambia kuwa hata huyo mtu anayekuja kumpokea hiyo sehemu si salama. Upande wa kule wengine ambao walikuwa wakielekea kwa wanajeshi, wanakuta wanajeshi wote wamegeuka na kuwa mazombi na wanaanza kuwakimbiza. Safari inakuwa ni kurudi kwenye treni. Mshike unaanzia hapo. Wanarudi kwenye treni inaanza safari, haitasimama tena hadi Busan, ambako huko jeshi limeanzisha eneo la karantini, eneo kubwa sana. Suku, Sangwa na Yunguk wakiwa wamekimbia na kuingia katika behewa namba 9, ambalo huko wanapigia simu na kugundua kuwa familia yao pamoja na mtoto Swan ipo katika behewa la 13 kwenye choo cha behewa hilo, na watu wote wamekusanyika katika behewa namba 15. Wanawezaje kuvuka katikati ya mazombi wote hao watoke behewa la 9 kwenda mpaka behewa la 13 kuwaokoa familia yao, lakini pia watoke behewa la 13 kwenda behewa la 15 walipokusanyika watu wote? Hapa ndipo director Yoon Sang-ho anapoonyesha ufundi wake. Hata hivyo, japo wanafika behewa la 14, abiria wenzao wanajitahidi kuwazuia wasiingie baada ya kushawishiwa na Yoon Suk kuwa huenda wakawa wameathirika. Haiwezekani kupita mabehewa yote hayo na wakawa wazima. Wanakataa kuwafungulia, ambapo wanajaribu kuvunja na kuingia kwa nguvu. Wakati huo Sangwa akiwa anawazuia upande wa pili wale mazombi wengine wasije wakawasogelea na kuang'ata. Sangwa anang'atwa na zombi, na kabla hajabadilika anamuomba Suku amlinde mke wake huko anapoenda. Kama una moyo mwepesi, kipande hiki andaa tishu nyingi sana, maana hata mimi kiliniliza. Anajitoa muhanga ili kuwapa wenzie muda wa kuingia ndani, na kwa bahati mbaya wakati wanaingia ndani huko, Ingil anabaki nyuma na anang'atwa mmoja wa wale wa mama wazee na kufariki. Yani kufariki kwake ni kugeuka na kuwa zombi. Yoon Suk, mhudumu wa treni, Kichul pamoja na baadhi ya abiria wanaolazimisha walionusurika na walioingia kwa lazima kujitenga kwenye sehemu ya mbele ya behewa, wanawafukuza wakiwaambia hawataki kukaa nao. Wakati huo dada yake Ingil, Jongil, anamwona dada yake kwenye mlango katikati ya mazombi wale akiwa amebadilika. Anaumizwa na ubinafsi walioonyesha wenzie, anafungua mlango na kuacha mazombi waingie, jambo linalosababisha karibia wote kuuawa. Yoon Suk na Kichul wanafanikiwa kutoroka na kujifichia bafuni. Safari inaenda kupitia simu. Suku anagundua kuwa chanzo cha kusambaa ugonjwa huo kilisababishwa na kampuni yao. Suku ni mfanyakazi kwenye kampuni kama meneja wa uwekezaji, na waliwekeza pesa nyingi kwa kampuni iitwayo YS Biotech iliyokuwa ikikabiliwa na kufilisika, na wakati huo kemikali ya majaribio iliyokuwa imeundwa maabara ilivujwa kwa bahati mbaya na kuchafua vyanzo vya maji, ambapo mwanzoni ilianza kudhuru wanyama. Na kama unakumbuka mwanzoni mwa filamu kuna mnyama aligongwa na kufa alafu akaamka. Hivyo ndivyo ambavyo maji hayo yalidhuru wanyama, lakini wao waliamua kuficha ili kuepuka kufilisika kwa kampuni na hisa zao kushuka. Lakini kuficha kwao, yale madhara yakaanza kuingia kwa binadamu. Chon Suk akiwa chooni analia sana akijiangalia damu ambazo zipo katika nguo yake, akijilaumu kwamba yeye ni mmoja waliosababisha vifo hivyo vya watu wengi. Safari ikiwa inaendelea, mbele ya njia ya treni hakuna tena njia. Matreni yamekwama, hakuna tena njia. Inabidi washuke kutembea kufuata treni nyingine. Lakini kuna treni inakuja kwa kasi ikiwa inawaka moto na kugongana na baadhi ya mabehewa yaliyokuwemo ndani yamejaa mazombi, huku Suku, Suna, Sokyung na mwanaume yule asiye na makazi wanakwama kwenye behewa lililopinduka, huku Yunguk na Jine wao wanakimbia. Lakini Yunsuk akiwa kule chooni anamtumia kondakta kwa kumsukumia kondakta kwa mazombi na yeye kukimbia, lakini pia anamtumia Yunguk na Jine kama ngao yake ili asing'atwe na mazombi na kusababisha hao
kuuliwa ama kung'atwa na kugeuka mazombi. Dereva wa treni akiwa anajaribu kuondoa treni nyingine kwenye reli huko, anamwona Yusuke akiwa amejeruhiwa, anashuka kwenda kumpa msaada, lakini pia Yusuke si mtu wa shukrani, anamsukumia dereva huyo kwa mazombi ili yeye akimbie. Huko mwanaume yule maskini anawasaidia na kujitoa muhanga, na Suku, Suwan pamoja na Sokyung wanaweza kutoroka katikati ya mazombi na kukimbia mpaka kuingia katika lile treni jingine lililowashwa. Watatu hao wanafanikiwa kuingia kwenye treni mpya, lakini wanamkuta Yusuke akiwa tayari ameambukizwa. Anaomba msaada kabla hajageuka kabisa kuwa zombi. Suku anapambana naye na kufanikiwa kumtupa nje ya treni, lakini naye anang'atwa mkononi wakati wa mapambano hayo. Akiwa ameambukizwa, Suku anamuingiza Suwan na Sokyung kwenye chumba cha injini, anamfundisha Sokyung jinsi ya kuendesha treni na kumuaga binti yake kwa uchungu sana kabla hajageuka kabisa kuwa zombi. Anatoka nje na kukimbia, anaenda pembeni huko akilia sana, huku Suwan akimlilia baba yake na Sokyung akiwa amemzuia. Suku akiwa huko nje ya treni anamkumbuka binti yake, lakini tayari ameshaanza kubadilika, anaamua kujitupa nje treni ili asije kuambukiza. Hatimaye Suwan na Sokyung wanafika karibu na Busan, ambapo wanakutana na vizuizi vya miili ya watu, waya na senyenge nje ya handaki. Wanashuka na kuanza kutembea taratibu kuingia ndani ya handaki, ambapo huko kunakuwa na giza. Askari hawawaoni wale ni watu ama mazombi. Suwan akiwa anatembea anaanza kuimba wimbo wa Aloha Oe ambao aliimba kipindi hiko alichokuwepo shuleni anasoma. Wimbo huo aliuimba, lakini baba yake hakuenda kwenye maonyesho yake, hivyo aliuimba huku akimuenzi baba yake. Wimbo huo unawasaidia wanajeshi kujua kuwa wao sio mazombi, ni watu, na wanawakimbilia na kuwapa msaada. Filamu hii inaishia hapa, lakini ni kujuze tu kwamba aliyeongoza filamu hii alituletea kama namba 2 yake, yani kama Train to Busan namba 2. Hiyo inaitwa Peninsula. Ni katika list ya movies za kizombi kwangu ambayo inaingia katika namba 2. Ni movie hatari na nzuri zaidi. Nitakuletea tena kikamilifu hapa mwanzo mwisho. Mimi naitwa Naima Muhammad. Usiache kusubscribe, like, share na kuacha comment yako. Asante sana. Hii ni DTV.